Webana, mambo vipi? Mimi naitwa Chucks Official and guess what? Nipo Lamata Village Goba huku. Unajua duniani unasema kuna maajabu 7 dunia, lakini haujawahi kuyaona haya maajabu ambayo leo tumeyafuata huku. Kuna jamaa anaitwa Jose Mlavichwa, lakini anakula nyama nyingi za tofauti na nyama nyingi za ajabu ambazo sisi wa Tanzania tunaziona kama nyama fulani ambazo hatujazoea kuzila. Imagine anakula vichwa vya ng'ombe, anakula kenge, anakula panya, anakula nguchiro, anakula kicheche. Yaani nyama fulani ambazo sisi kwetu tunaona kama ni wanyama wakorofi au wanyama wasumbufu kwenye jamii yetu ya Tanzania, ila yeye anavila. Sasa bana, mimi na mwanangu Smauda TZ leo tunataka tukutest ile ladha ya kenge, ladha ya panya ipoje, kwa sababu tushazoea kula nyama za kawaida, nyama ya ng'ombe, nyama ya kuku. Sasa leo tunaenda kutesti nyama ya kenge na nyama ya panya. Let's go. Bana, kama nilivyokuambia kwamba tuko hapa Lamata Village kwa Jose Mlavichwa, na yale maunyama ambayo nimekwambia kenge na panya hawa hapa. Naliona hili? Hapa ukiona ndizi zako zile pale, ndizi mzuzu zile. Ukiona ndizi zako, soda yako, safi kabisa. Anasema kenge ni mgumu kwa sababu ngozi yake ni ndogo alafu laini. Si ndio Jose? Ya, ngozi yake ni nyembamba. Kwa ili nimchune vizuri lazima nitumie kiwembe. So ili sio kisu, sababu kisu hichi ni kipana. Ngozi yake ni laini. Kwa ukimchuna na kisu, unachukua sehemu ya nyama. Okay. Kwa sababu kiwembe ni chembamba, unachuna taratibu. Kwa hiyo ina take time kidogo ili usi ukachanganya nyama na ngozi. Ndio maana inakuwa ni unakuwa unabidi uwe makini sana kwa sababu ana ngozi ndogo. Tofauti na panya. Panya ukiangalia umeona hii yote yote ni ngozi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kudili nayo. Okay. Bana, huyo ndo kenge. Kama unavyomuona hapa, maandalizi yake kidogo yanakuwa ni marefu, anachukua muda mrefu. That's why Jose Mlavichwa kaamua tuanze na panya kwa sababu ngozi yake ni nene alafu ni haraka pia unaweza tukatukana nini. Ndo panya wengine bana. Sio tuwashike, sije kusema sio panya kweli. Huyu hapa. Panya ambao huwa tuko nao nyumbani, tunawafukuza, wanakula vitabu, wanakula pesa, wanakula nini. Lakini mwanetu Mlavichwa ndio shughuli zake. Yaani yeye nyumbani kwake nafikiri atakuwa ni kwanza hapo kwa sababu anamuogopa, yani yeye anawala. Aha. Ipo ndugu zangu hapa bana, leo tunahakikisha kwamba tunawala hawa watu. Sinakuaje? Poa, mambo vipi bro? Uko vizuri? Fresh kabisa sasa. Naona wadudu wetu hapa. Nipo mzigoni hapa. Naandaa mboga. Maandalizi yanakaribia kwanza. Fresh kabisa. Ndio nataka nianze kumwandaa panya. Sawa. Hebu tumuandae ndaye kidogo tuone aina gani ambavyo maandalizi yake yanakuaga. Unaanza kumchoma kuua magoya. Anza kumchoma kwanza. Ukianza kumchoma kitu gani ambacho kinakuwa rahisi kutoa? Haya magoya yakitoka tu anakaa sawa, unaweza kumchuna vizuri, ndio unapata testi ya nyama ile, kwa sababu hii ngozi yake kwa upande wangu mimi, wengine wanakula, ila kwa upande wangu mimi siona kama nyama ni kila na ngozi inakuwa nzuri, kwa hiyo ngozi naitoa. Kwa hiyo nikishachoma haya magoya inakuwa ni rahisi kutoa ile ngozi. Na huyu ni panya dume jike? Hili ni jike tajiri. Jike? Jike, lisomona hili jike. Sasa watu wengi watakuwa wanajiuliza maswali mengi sana kwamba hawa viumbe au hawa wadudu unawakamataje? Kama huyu kwa mfano ni panyabuku huyu. Ndio. Unawakamataje? Natumia mtego. Okay. Au ukiwatega tu, kuna mtego wao, ukiwatega hawa wanaingia wenyewe. Unawekea tu nazi, wakisikia harufu wakiifuata, wakati anaivuta tu ile nazi, mlango ule mtego unafunga, kwa hiyo anakuwa yuko ndani. Unakuta mzima. Tukiwa tunaendelea tutakuja kujua mengi zaidi baadaye, lakini kwa haraka kwanza naomba uniambie mara yako ya kwanza kujaribu kula hawa wadudu, au ulikula nyama aina gani ukasema hebu hii nyama mbona kama kawaida afu hata unaichukulia kama nyama fulani ambayo sio nzuri? Unajua mimi katika maisha yangu nishakula vitu vingi sana. Kwa hiyo lakini panya ni sehemu ya vitu ambavyo unavipata kwa urahisi, ndio unaona mara nyingi nakula. Okay. Yeah. Lakini hawa panya testi yake kama kuku hivi. Ule viumbe vidogo vinakuwa vitamu sana. Sema watu wengi tu wanaviogopa. Viumbe vidogo vinakuwa vitamu. Vinakuwa vitamu, nyama zake ni laini, minofu nini, standard kabisa. Les Carolis. Okay. Yeah. Okay. Kwa hiyo ulianza kula na panya, ulianza kula kenge? Nilianza kenge kwanza. Ulianza kenge? Yeah. Kenge nimekula nikiwa mdogo sana. Yeah, nikiwa kama form 3 hivi. Okay. Niko yes.
Ndio kaanza kula kenge. Yeah, ila panya thereafter nikaanza kula panya. Nini kilikusukuma? Nataka kujua nini kilikusukuma mpaka ukasema hebu ngoja nile kenge, au kuna familia yenu kuna historia ambayo labda wazee au mababu na mababu wao wanakulaga hivi viumbe zamani? Hapana, ila nadhani unajua kila mmoja anazaliwa tofauti. Mimi napenda sana kujaribu vitu. Yaani so mlaji sana, ila napenda kutest vitu tofauti. Kwa nikionaga kitu vingi kiangaza, kitakuwa kina ladha gani? Okay. Yes, nikaona mbona kama wanavutia fulani hawa. Siku moja nikasema ngoja naikumla, ndio sikuacha tena. Yaani mpaka leo image yangu mimi ya panya nikimwangalia na watu wengine wakimwangalia tofauti. Yaani nikimwangalia mmoja anapendeza sana kutokana na najua utamu wake. Okay. Yeah. Kwa mara ya kwanza kama ulivyosema unakula kenge, ulimsikia na testi kama nyama ina gani ambazo sisi tumezizoea kawaida tunakulaga kama nyama ya ng'ombe, ya kuku. Wewe ulisikia na testi vipi? Nyama ya kenge. Nyama ya kenge bwana. Nyama ya kenge ni tamu sana kwa sababu kwanza ni laini. Alafu ni white meat, yani kama kuku pia. Yani panya, kenge, kuku ni nyama ambazo yani zinakaribiana kwa taste. Inategemea tu sasa na unavyoandaa. Yeah. Okay. Mimi kwa mara ya kwanza wakati naona unafanya hivi vitu nikajua labda wewe ni mtu wa hotel management au pengine kuna ujuzi wote umeupitia kwenye mambo ya mapishi, sababu unapika alafu wanyama tofauti na ambao tumewazoea. Ndio, hapana. Yani kwamba mambo hotelini hapana. Mimi nadhani mimi napenda tu kuandaa vitu vyangu mwenyewe. Inatokea tu napenda kuandaa hivi vitu mwenyewe basi. Kwaona na utaalamu navyo. Lakini sio kwamba nimesomea sio nini, hapana. Najua tu yani kuandaa hizi mambo ya jikoni ya kupika. Of course, mambo ya jikoni iko vizuri. Hakuna kitu nashindwa kupika. Kabisa yani. Yani iko vizuri sana. Okay. Unasema wewe kwenye familia yenu hamna hiyo historia ya watu ambao wanakula. Sasa wazazi pia, ndugu, jamaa na marafiki walikuchukuliaje baada ya kuanza kukuona unakula viumbe kama hivi? Of course ni ngumu watu kuelewa, lakini unajua kila mmoja na lifestyle yake, unajua. Ni ngumu watu kuelewa, lakini wanakuja tu wanaelewa. Kwa sababu kila mmoja sana lifestyle yake, anakula anachokitaka kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo wao wanakula mimi pia kwangu siwezi kuvila. Kwa hiyo mimi ninachokula inabidi wakiheshimu. As long as akinisumbui, akinifanya nini basi kila mmoja aishi tu na mipaka yake. Okay. Yes. Mtu gani wa karibu kwenye familia yako au yuko karibu na wewe ambaye umemshawishi tayari na yeye sasa hivi mnakula naye hivi vitu? Marafiki zangu wengi sasa hivi wanakula. Wadau ni wengi sana. Marafiki zangu almost wote sasa hivi wanakula panya. Panya, kenge wanakula. Kwa sababu walishaona nikila nao wakajaribu wakaona test yake, basi hivi ni wadau. Kwa hiyo kuna possibility hawa panya hawa mpaka mabuchani sasa hivi wanaweza wakaanza kuwekwa kwa sababu wadau ni wengi. Wadau ni wengi sana wanaotumia hawa. Kwa hiyo unawashauri nini wale watu ambao wanauza mabucha, watu ambao wanauza nyama, kwamba waanze kuweka hivi viumbe kwenye listi ya kama nyama za kawaida? Hapo ni ngumu, lakini kama itawapendeza na kama watapata hizo order sio mbaya wakaanza kuuza. Sababu umesema kwamba zina test tu kama nyama zingine za kawaida. Kama panya, kama kuku tu, kama ukimchoma huyu situpo wote hapa leo utaona. Ana test huyu. Leo tunamla huyu. Bwana. Sasa baada ya kumchoma kama hivi. Tunaenda kwenye viungo sasa. Na viungo gani ambavyo labda ukimwekea kidogo anakuwa ni rahisi kuiva, yani anakuwa anaiva kwa haraka? Kwa sababu unajua kwenye spices nitatumia sana viungo vingi sana ambao vinakata harufu na kuongeza taste. Sintatumia viungo vingi vya kulainisha kwa sababu panya mwenyewe nyama yake ni laini. Okay. Yes. Kwa hiyo nitaweka tangawizi tu kidogo, ila vitunguu saumu na viungo vingine vya taste nitaweka vingi wakati wa kumarinate ili nyama yake iwe na taste nzuri zaidi. Yesu umesema umeshakula vitu vingi sana na umeshakula wanyama wengi sana. Ni mnyama gani ambaye hujawahi kuumla unamtamani siku moja umle katika hawa ambao unawala? Tumbili. Tumbili? Natamani sana kumla tumbili. Nyani nishakula. Ila tumbili nikimwangalia nahisi atakuwa mtamu sana kwa sababu ni mdogo. Natamani sana. Nimeweka order sana watu wanitafutie tumbili, ila kwa sababu ni wajanja siwapati. Ila nadhani nitampata very soon. Nawapenda sana. Nikiwaangalia hivi nahisi watakuwa watamu wale. Ndio kitu ambacho natamani kula sasa hivi. Panya tunaweza kusema kwamba unaweza kumwekea mtego ukamkamata akanasa ukamchukua. Kenge, anguchiro, sijui konokono
Konokono ni mrahisi. Kenge unamkamataje? Nadhani kenge ina depend na utakapokutana naye mazingira. Kidogo huyo ana tabu kwa sababu hata mitego yake kumtega sio rahisi kuingia. Lakini mazingira utakayokutana naye ndo hapo mimi najua na mkamataji. Yes, kwa sababu yule kumchinja pia mpaka yani umpige sehemu kwanza kwenye miguu ili ashindwe kutembea, then ndo unamdhibiti, ndo unaweza kumchinja. Okay. Au unless ukimpiga kabla hajafa umchinje ili usile kibudu, lakini upatikanaji wake wana shughuli sana sana wakiwa wakubwa. Sababu wana speed. Alafu pia unatakiwa uwe makini kwenye kumkamata, ule mkia wake ni hatari sana. Wanasemaga ni hatari mkia wake ule. Ni hatari sana ule. Ule akikupiga na mkia kenge, madhara yake ni yapi? Of course kama unaweza kukuchana, kuumiza vibaya. Kweli? Sana. Zamani nilikuwa tunaambiwa kwamba ukipigwa na mkia wa kenge unaweza ukaoza, kama ni mguu ni mkono, ni kweli? Sina uhakika sana, sijai kuthibitisha, lakini mimi ninavyojua ule mkia wake ndio silaha yake kubwa. Hana silaha nyingine tofauti na ule mkia. Ule ndio silaha yake. Okay. Maandalizi ya panya ni kama hivyo, unaanza kutoa ngozi na nini. Hapa tayari sasa ndio naenda kukwangua magoya. Ili sasa awe fresh niweze kumchuna. Bwana, leo tuko sako kwa bako mpaka kieleweke. Nataka tumjaribu huyu panya leo. Mtu mwingine tofauti, sababu nimeona umefanya na Emedi PhD, umefanya na Said Mkekula. Mtu gani kwenye jamii au mtu gani maarufu Tanzania unatamani mwingine mkubwa zaidi au hata ambaye yuko kwenye cheo kikubwa cha mambo ya siasa na nini, ale pia hivi vitu? Mimi kikweli mtu yote tu ambaye atatamani kula, niko tayari kumwandalia. Sina mtu specific ambaye natamani ale. Sababu kila mmoja ana mapendekezo yake, ila mtu yote atakaye kuja akaniambia nataka kula kitu fulani, anaweza kunicheki tu tukaandaa tukala, kwa sababu mimi pia napenda to share. Hii vitu anasema share is care. Sharing is caring. Kwa hiyo hivi viumbe ambavyo Mungu ameviweka kwa ajili yetu, naweza nikatumia fursa kwa sababu mimi naweza kuviandaa na vikawa vitamu. Basi sio mbaya tukashare. Bana, ni baraka ni naona na mvua inaanza kutugusia kidogo. Baraka hizo. Baraka hizo Bwana, hizi ni baraka kwa hapa. Ndio namalizia kumtoa vitu vya ndani. Ndio. Bwana, bado tuko hapa kwa Jose Mlavichwa na hatua iliyoko sasa hivi hapa ni kutoa utumbo na nini, vile vitu ambavyo panya yuko navyo. Nakwambia ni kama kuku imetoka hivi hapo. Kwa hiyo panya amebaki plain kabisa. Mshatoka vile vitu vya ndani, utumbo na nini. Alafu kabaki kama hivyo. Kwa hiyo hapo sasa nafikiri atakuwa kidogo amepunguza uzito fulani hivi. Unamuosha kidogo. Bwana. Then after. Anza kutoa hivi miguu yake. Bwana, kama kuku. Hivi nataka utaalamu, lazima ujue engo zake ziko wapi. Hivyo vimiguu hivyo au vile? Hivyo mimi sivitumia, havina nyama hivyo. Unajua kwenye kuku watu tunagombania sana miguu. Then hapa anaanza kumchuna. Okay. Sawa. Bwana, panya anachunwa hapa. Anapendeza sana panya, anapendeza sana kwenye testi ipi? Umchemshe unywe kama supu au mkaange kama hivi ambao tunaenda kumkaanga na ndizi? Huyu bwana anakuwa mzuri sana kwenye kumchoma au kumkaanga. Kumchoma au kumkaanga? Ndio anakuwa na testi nzuri sana. Supu, ushawahi kujaribu kula supu yake? Supu mimi pia sio mpenzi sana wa supu, kwa hiyo sijawahi kujaribu, ila napenda sana kuchoma. Kwa hiyo natumia sana kwenye kuwachoma. Unajua supu mara nyingi ataka nyama yenye mafuta. Na ukiangalia wana less calorie, hawana mafuta mengi. Kwa hiyo ndio maana sio favorable sana kwenye supu. Ila kwenye kuchoma standard kabisa. Kuna kuchoma standard. Pendeza sana ukiwa na kaugali kako fulani pale kasembe balaa au dona. Balaa sana. Na huo mkia vipi matumizi yake? Kuna kula na unaliwa pia? Mkia hauna nyama huo. Hauna nyama? Ila hauna nyama. Mimi nauachaga huo kwa ajili ya unanipa support ya kushika aidha kwenye kuchoma au kufanya. Ila huo si utumiaji sababu hauna nyama. Tofauti na mkia wa kenge. Mkia wa kenge una nyama mpaka around hapa.
Yes, huku ndo hakuna, lakini mpaka Samwe hapa kuna nyama. Una kenge gani? Dume jike? Bwana wao kujua kama ni dume au jike ngumu kidogo. Ni ngumu kwa sababu hawa ni nadhani sehemu zao za siri zinafanya kutoka wakati wanataka kufanya tendo, nadhani kitu kama hicho, sababu ukiangalia wote wako hivyo hivyo. Ngoja Jose, mrudi hapo. Umesema kama kenge anakuaje? So mbona walivyo sehemu zao za siri ziko hivyo hivyo wote. Hako ni ngumu sana kujua kama ni dume au jike. Yes, labda kwenye maumbile, japokuwa sina uhakika sana. Sababu wote naonaga wako hivyo hivyo. Kwa hiyo ninachohisi huenda maumbile yao yanafanya kutoka. Okay. Yes. Kwa hawezi kumjua kwa hawezi kujua. Ila ndugu zetu panya hawa wanajulikana. Sababu si kama uje panya kama mfumo wao kama nani? Kwa mfano kama huyu jike huyu. Ile dume. Dume? Simuona. Okay. Mali asili. Vitu kama vya kwetu tu. Bwana. Kwa hapa ndo tunamalizia. Ndio. Tunamalizia kumchuna. Sasa Jose, kwa nini hicho ambacho unakifanya hapa usikifanye kama biashara kwako? Kwa sababu umesema kuna washikaji zako tayari ambao ni wadau. Yaani unajoin nao pia kwenye kula vitu kama hivi. Kwa nini usifanye kama biashara au unaifanya kama kitu fulani tu kama content ya? Okay, unajua hivi vitu mimi nilikuwa nakula toka zamani. Sawa. Kwa hiyo mimi ninachokifanya sasa hivi ni kujaribu tu kushare na ndugu zangu. Kile ninachokipata mimi, unajua mimi lengo langu ni kukuatia watu, kufanya watu wale. Niwape hamu ya kula. Mwilini kwako unajisikiaje? Yani kwamba unakula, yani unajisikiaje mwilini kwako? Yani nikiona watu wanakula mimi kwangu na enjoy sana kwa sababu mimi mwenyewe napenda kula. Kwa hiyo mimi lengo langu ni kuwafanya watu wale, watu wapende kula, kuwapa watu hamu ya kula. Kwa hiyo ndo maana mimi nikiwa napika na kula, napenda kushare na ndugu zangu nao. Well, of course wengi wananiambia bwana nilikuwa nasikia njaa nilivyoona tu nimepata hamu ya kula. Sema yes kidogo, lakini hiyo si mpaka nasikia njaa sasa. Sasa hapa tushamaliza kumuosha, kumchuna. Naenda kumchemsha pale kidogo. Maji pale. Kama kuna bakteria, kuna nini, nini vitoke. Bwana shabiki wa Bingo TV ama Bingo Online. Mara yako ya kwanza au mara yako ya mwisho kula panya ni lini, na je, unatamani kula panya? Unamwona panya huyu? Hapa sasa hivi kidogo unaweza ukamwona kama mzuri lakini kipindi anachunwa anatolewa vitu huko ndani. Noma sana. Unatamani kula panya? Mcheki Bwana Jose Mlavichwa. Ndio shughuli zake hizi. Kwa hiyo kishamchemsha hivyo. Sasa baada ya hapa simchemshi sana. Baada ya hapa namtoa na mkatakata kidogo, namtia viungo na viacha kwanza viingie. Then baada hapo sasa ndo bwana panya wetu sasa. Kuna nyama kawaida au kuku wa mara nyingi watu wanatengenezwa viungo tayari, viungo kidogo apendeze. Sasa huyu ni mlaini. Nafikiri ni kula tu nyama. Kwa hapa nilikuwa na uwezo wa kumchemsha labda na vitunguu maji, kitunguu saumu na tangawizi. Kweli. Sasa kwa nini unamkata hivyo? Huyu ni mlaini tayari. Viungo vingine ndani. Kwa mimi